Moja ya maombi yanapaswa kuwa prayer point yako namba moja. Vyovyote vile unaomba katika maisha yako ya maombi, hakikisha hii inakuwa ni prayer point yako namba moja. Utulivu. Omba utulivu. Na ninapozungumza utulivu, sizungumzi utulivu wa nje, kuonekana mpole sana, kuonekana umetulia sana. Ninazungumza utulivu wa ndani. Ninachozungumzia ni utulivu wa ndani, kwa sababu huku nje kunapokea kile kinachotoka ndani. Matokeo ya vile ambavyo mtu yupo nje leo ni matokeo ya vile ambavyo yupo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ninapozungumza utulivu, ninazungumzia utulivu wa ndani. Utulivu wa ndani. Na ni kwa nini uombe utulivu? Kwa nini uombe utulivu? Kwa sababu mimi huwa napenda kuambia watu siku zote, maisha ni kuchagua. Na kuchagua ni kuamua. Bwana Yesu asifiwe. Vile ambavyo upo leo ni kutokana na maamuzi ambayo uliwahi kuyafanya jana. Na vile ambavyo utakuwa kesho ni kutokana na maamuzi ambayo unayafanya leo. Yanaamua kesho yako iweje. Upo hivi leo kwa sababu jana uliamua, ambayo ikapelekea maisha yako yakawa hivi ambavyo upo leo. Kwa vile ambavyo unaamua leo itaamua pia kesho yako iweje. Hakuna namna unaweza kuamua vyema kama ndani yako hakuna utulivu. Hakuna namna unaweza fanya maamuzi bora ya kesho yako, maamuzi bora kwa ajili ya maisha yako kama ndani yako hauna utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ninakwambia omba vile unavyoomba. Peleka prayer point zako kwa Mungu vile unavyoweza, lakini hakikisha hii inakuwa namba moja. Omba Mungu akupe utulivu kwenye kila unachokifanya, kwenye kila unachotamani kukifanya kwenye maisha. Mungu akupe utulivu. Watu wengi leo wamejikuta kwenye majuto kwa sababu ya maamuzi mabaya ambayo walishawahi kuyafanya nyuma. Na kilichopelekea wakafanya maamuzi mabaya ni kwa sababu ndani yao walikosa kitu kinaitwa utulivu. Walikosa utulivu. Kuna vitu vingi sana watu wanavipoteza kwenye maisha kwa sababu tu ya kukosa utulivu. Kuna watu wamepoteza mahusiano, kuna watu wamepoteza biashara, kuna watu wamepoteza vitu vingi. Kwa nini? Kwa sababu tu ya kukosa utulivu wa ndani. Ni kwa nini iwe prayer point yako namba moja? Kwa nini uombe utulivu? Kwa sababu sio rahisi kibinadamu kupata utulivu wakati dunia inatupeleka mputa. Sio rahisi kibinadamu. Ni Mungu mwenyewe ndio anaweza kukusaidia. Ni Roho Mtakatifu peke yake ndio anaweza kukusaidia kuupata huo utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo ya dunia ambavyo ipo leo ni matokeo ya Mungu kupata utulivu kabla hajaamua kuanza kufanya chochote. Biblia inasema roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Baada ya kutulia pale, Mungu ndo akasema. Kwa wakati mwingine hata vile unavyozungumza utakujua kama una utulivu kutokana na vile unavyozungumza. Utulivu utaamua ni nini uzungumze, wakati upi uzungumze, ni wapi uzungumze, ni wapi usizungumze, ni nini ufanye, ni nini usifanye, wakati gani unatakiwa kufanya hiki na wakati gani hutakiwi kufanya hiki. Utulivu. Omba unavyoomba, funga unavyofunga, yani maisha yako ya maombi yaendesha vile unavyoweza yaendesha, lakini hakikisha namba moja unamwomba Mungu akupe utulivu. Mungu akupe utulivu. Utulivu pia utaamua hekima yako iweje. Maamuzi ya hekima yanategemeana pia na huyo mtu ana utulivu kwa kiwango gani ndani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Shalom.